Ubiri, sisi sote tuliomba, na hakuna roho ya jahazi ama namani itakayoruhusiwa katika maisha yetu. Sisi kama viumbe vya Mwenyezi Mungu tumetakasika na tumebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka tuhubiri neno la Bwana. We are supposed to understand the word. Hallelujah. Ulielewe neno la Jehova. After that, come and understand deliverance. Understand healing. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka tuhubiri neno ili wakati utakapolielewa neno, you will just go through deliverance without any hindering. When you understand the word of God, you will go process of healing without struggling. Bwana Yesu asifiwe. When you combine the three things together, you make a miracle. Say a miracle. You make signs and wonders. Because there is no miracle that can come before you without understanding the word of God. Hallelujah. Yesu alitembea na neno na akahubiri neno kwa kila taifa, kwa kila mtu. Hallelujah. Na tunaona through the word of God, vipofu waliona. Bwana Yesu asifiwe. Viziwi walisikia, waliopagawa na ukoma walipona. Amen. Kwa sababu ya neno. Haleluya. Neno la Mungu halina visarakazi. Neno la Mungu ni straightforward to Jesus Christ. Na ukimwamini Yesu Kristo atakunyanyua. Sema atakunyanyua. Yesu atakujengea maisha mazuri. Yesu atakujengea uhusiano mzuri na Mungu, kwa sababu hauwezi kufikia huyu Mungu pasipo kumtambua huyu Yesu Kristo. Haleluya. Lazima tumpende Yesu na lazima tukubali kumpokea katika maisha yetu. Na Yesu alituletea neno la uzima. Sema neno la uzima. Wakati Adamu na Eve walipoanguka pale katika lile shamba la Edeni, kwa sababu Mungu alivalue sana Adamu na Eve, akajua ya kwamba Adamu na Eve kama watakaa maisha mazuri katika shamba la Edeni, basi hakuna mwanadamu atakayepokea mauti. Pigia Yesu makofi. Mungu alimweka Adamu na Eve akijua ya kwamba kama hao watakaa maisha mazuri katika shamba la Edeni, hakuna watu watakaogonjeka duniani. Lakini wakati ambapo walishawishiwa na ule mshawishi ambaye ni Lucifer na wakaanguka, Mungu hakuchoka na sisi. Nataka nikutabirie kwa jina la Yesu, mahali popote penye umekaa, safari yoyote ambayo umepanga, kazi ambayo unaitafuta, nataka nikutabirie kwa jina la Yesu ya kwamba Mungu hatachoka na wewe. Pigia Yesu makofi. Mungu hatachoka na wewe. Wakati hakuchoka na Adamu na Eva pale katika shamba la Edeni, wakaanguka na akawafukuza katika shamba la Edeni, wakaenda katika kazi zao. Mungu alimkumbuka mwanadamu. Nataka nikwambia asubuhi ya leo, Mungu atakukumbuka. Sema Mungu atanikumbuka. Sema Baba atanikumbuka. Wakati alitukumbuka na akamtuma Yesu Kristo, hata wewe atakutumia msaada. Pigia Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu hakuchoka. Watu wangapi wamechoka na wewe? Watu wangapi wamechoka na wewe? Wengi wamesema haka kananisumbua, haka kamenichosha. Lakini Mungu hakuchoka. Sema Bwana hakuchoka. Sema Bwana hakuchoka. Hata wakichoka na wewe, hata wakikuacha wewe, Bwana hatachoka na wewe. Pigieni Mungu makofi. Umetenda dhambi, lakini hachoki na wewe. Umekataa kutumika, lakini hachoki na wewe. Umepotea njia, lakini Bwana hachoki na wewe. Umegonjeka,
umelazwa kwenye kitanda, watu wamekutembelea, kuna wenye wamesema oh, yule amekufa, oh, yule maisha yake imeisha, wakati wanatarajia kifo chako, hapo ndio Bwana anatuma Yesu Kristo. Wakati wanasema huyu mambo yake imeisha, hapo ndio Mungu anatuma Gabrieli, anakuja na kushika mkono, anasema mwanangu, nyanyuka. Injili bado haijakamilika, pale Kimomo haijakamilika, pale baharini haijakamilika, katika taifa la Kenya haijakamilika. Pigia Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wanadamu wana give up na wewe, hapo ndipo mahali penye Mungu anatokeleza. Sasa ngoja, ambia jirani yako ngoja, Bwana anakuja na anakuja kukubariki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo nataka nihubiri about the hand of God. Sema the hand of God. Amen. Sema mkono wa Bwana una nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuingie katika kitabu. Katika kitabu gani?